Naitwa Darius. Bwana, mimi naitwa Darius. Ajenda yangu ni ile kuhakikisha kwamba wewe unajifunza lakini pia unakuwa imara zaidi kwenye sekta nzima ya mahusiano. Ndivyo Mungu alivyonijalia zaidi kwenye swala zima la elimu, ili kukusaidia wewe kutokana na vikwazo ambavyo vinakukabili pasi na kujua ndani ama utashi wake. Karibu sana tujifunze kanuni 5 za ndoa. Watu wengi wanasema eti ndoa haina kanuni. Si kweli. Mahusiano ndio hayana kanuni, ila ndoa daima ina kanuni zake. Na leo tutajifunza kama ifuatavyo: kanuni 5 za ndoa. Bwana, moja kabisa, kanuni 5 za ndoa ni kuhakikisha kwamba unawajibika vema kumhudumia mwenzako. Hapa tunamzungumzia mwanamke, lakini pia tunamzungumzia mwanaume. Tunaposema kuhudumia, ni ile hali ya mtu kujitoa katika kuwajibika vema zaidi kuhakikisha kwamba mwenzake anapata mahitaji maalum. Hivyo kama ni mwanamume, basi atawajibika kwa mke wake aweze kupata malazi, chakula pamoja na afya, lakini na huduma nyingine muhimu ambazo yeye atazihitaji kupitia nini? Kupitia maisha yake. Kimsingi ni kwamba watu wengi wanakosa kutawala eneo hili kwa sababu watu wengi wamekuwa na ukwasi wa umimi. Sekta hii, unapokuwa na ukwasi wa umimi, ni zaidi ya kutengeneza matatizo katika amani ya maisha ya ndoa, kwa sababu ili uweze kuipata amani ya maisha ya ndoa ni lazima kwanza uondoe umimi na uweke wazi maisha yako kwa mwenzako. Hapa itakufanya mwenzako atambue maisha yako kiuhalisia, kitu ambacho kitampelekea yeye kuweza kujua wakati ambao huna na unacho, hali ambayo itampelekea yeye kuto kusumbua na wala kuto kukufanya uingie kwenye ghadhabu ama mawazo ya utafutaji ama mawazo ya yeye kujiuliza kwa nini huna ama unacho. Kwa kimsingi ni kwamba mhudumie mwenzako katika kile ambacho Mungu alichokubariki au Mungu alichokujalia, pasi na kukijengea umimi au pasi na kuchungulia mfuko. Toa kwa pale ambapo anastahili kutoa, tena kwa usawa. Hapo utaianzisha safari salama ya kwenda kwenye mahusiano yenye amani, na maanisha kwenye swala zima la ndoa. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa maana ya kwanza ni jambo la kumhudumia mwenzako katika ustaarabu unaotakiwa. Jambo la pili ni kauli. Kila mwanamke au kila mwanaume huwa anahitaji lugha nzuri kutoka kwa mwenzake, na anahitaji maneno mazuri yenye upole, yenye kubembelezwa. Hakuna mtu ambaye anapenda kukaripiwa, na wala hakuna mtu ambaye anapenda kutolewa ukali. Kila mmoja anatamani kubembelezwa na anatamani kupewa maneno mazuri yenye kuvutia, yenye msisimko na yenye kumpa raha. Ndivyo binadamu yoyote alivyo, huhitaji maneno yenye busara na yenye upole. Kwa lugha nzuri, sanifu, yenye kukujengea upendo kwa mwenzako ndio pekee itakayokupelekea furaha ya ndoa kwenye sekta hii nyeti kabisa ya maisha ya kibinadamu. Kwa hiyo kuwa na maneno mazuri, kwa maana kauli nzuri, kauli yenye kuvutia, maneno yenye adabu, kutumia mdomo wako vizuri kwa ujumla. La tatu ni kuwa karibu na mwenzako. Ukaribu ndio sekta nyeti. Ukaribu ndicho kitu ambacho kitawafanya watu mjuane vizuri. Ukaribu ndicho kitu pekee kitakachojenga upendo. Ukaribu ndicho kitu pekee kitakachomfanya mwenzako akufikirie wewe. Ukaribu ndio kitu pekee kitakachomfanya mwenzako awe na hamu na msisimko na wewe. Ukaribu ndio utakao kufanya kujua matatizo ya mwenzako. Ukaribu huu ndio utakao kupelekea kuitengeneza amani ya ndoa. Na ukaribu tunaozungumzia hapa ni ukaribu wa kila kitu. Ukaribu wa kucheza, ukaribu wa kushiriki tendo la ndoa, ukaribu wa kula, ukaribu wa kusaidiana, ukaribu wa kila jambo, ukaribu wa kuwasiliana kupitia simu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukaribu ndicho kitu pekee kitakachokupeleka kwenye amani ya ndoa. Hiyo ni kanuni ya 3. Lakini kanuni ya 4 ni uvumilivu. Uvumilivu ndio sekta nyeti muhimu itakayokufanya wewe uwe na amani kwenye maisha yako, kwa sababu ukiwa mvumilivu unaweza kutambua mengi usiyotaraji, lakini pia ukiwa mvumilivu unaweza kubainisha baya na zuri, lakini bado ukiwa mvumilivu unaweza kutoa maamuzi sahihi yenye kujenga na yenye kuleta amani. Ukiwa mvumilivu unaweza kustanji mambo kwa uzuri kabisa. Ukiwa mvumilivu unaweza ukatoa maamuzi sahihi na mazuri yasiyokukwaza ama kukuumiza. Lakini ukiwa mvumilivu pia unaweza ukatambua madhaifu ya mwenzako na ukajua namna gani ya kumsaidia. Ukiwa mvumilivu pia ni sekta ya kupiga hatua kwa kutatuliana matatizo katika kuvumiliana madhaifu ambayo mko nayo. Lakini ukiwa mvumilivu unaweza ukawa na busara kubwa sana ya kuamua mambo ndani ya familia katika swala zima la kuongoza. Ukiwa mvumilivu unaweza kuwa na busara kubwa sana kama mwanaume, lakini kama mwanamke, lakini katika swala zima la kuisukuma zaidi ndoa yenu. Ukiwa mvumilivu ndivyo ambapo mnaweza mkakaa vikao mkaweza kujadili matatizo yenu na mkayamaliza vizuri kabisa. Uvumilivu ndicho kitu pekee kitakachosukuma ndoa yenu kuwa salama kabisa kwenye maisha yenu. Lakini la mwisho ambalo ni kuu zaidi ni tendo la ndoa.
Hii ndio sekta nyeti muhimu iliyokutoa nyumbani kwenu kukutana na mwenzako. Kwa hiyo hapa panahitaji utundu, ufundi, umaridhawa na akili itulie kwenye sekta hii muhimu. Ni wajibu kila mmoja kuhakikisha kwamba mwenzake anafurahia na anaridhika na anaenjoy na anatamani kuendelea kwa mwenzake kuenjoy kwenye swala hili muhimu sana la maisha ya ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa ndio wanaume, tendo la ndoa ndio usichana. Kwa hiyo unapofeli kwenye sekta hii ndivyo ambavyo unapodharaulika na ndivyo ambavyo unapokwenda kuiua ndoa yako mwenyewe. Kwa tujitahidi sana kwenye sekta ya tendo la ndoa kuhakikisha kwamba tunawashibisha wenzetu vizuri. Hizi ndizo kanuni 5 za ndoa. Ukizifuata na naamini zitakushibisha na utaishi vizuri zaidi kwenye ndoa yako na siku zote utaitamani ndoa. Bwana, mimi naitwa Darius. Njoo kwenye Good Heart Foundation, mengi utajifunza kupitia mimi. Asante na niseme kwaheri.